up, good people? How you doing? It's your girl, Miss Wanjando. On yet another one. This is TOPC. You already know the vibes. Alongside my co-host, Joseph, aka Mr. Truthful, aka Mr. Guda Guda, aka And with us here today are some two lovely humans. Let me start with the lady. Hi, I'm Akinyi. Aka Nyako Codes. aka Mishi hapo. Zimeisha. Aki nyinyi. Sisi na joke yako. Unaona kichwa? Tuambie jina kwanza. My name is Simon. Aka Simon. aka Simon. Unajua mtu Simon jina yake inaanza. Oh, Simon. What do you do? Tell people what you do. I think Akinyi on a previous episode alikuwa shatuambia. Anaweza rudia tu. Anaweza rudia Akinyi ndo asikie comfortable. Not even comfortable, it's just Because you're both guests, yeah? You can be As the replaced. name suggests, Nyako Codes. I code. I'm a software engineer. For me, I'm a creative designer, basically. so you do designs creatively. Yeah, so this is TOPC. Huh? Director Jamil Winje. Get this one, take him out. He doesn't get one. Tushamwedit. Mtanicross. Crop area. Is that possible? Ikatoka katikati ina kitu. Aya. Hivyo ndo wasichana wanapendana huku nje. Hivyo ndo wanakukona. Well, speaking of which, shaikoniwa in Nairobi. We? Anza we, tegera wachi. Money, how many types of conning are there? Hey! Okay, let me sit for this. We have time. We have time. Yeah. So tell us, teacher. One of the things, one thing on the biggest con that can happen. Ile kuna photographer wale jina Arsenal. Arsenal ikishinda ligi. Nilisema Arsenal ni Netflix, eh? Always waiting for the next season. Arsenal was just chilling. Anyway, guys, mambo yako wewe. Kama unajua sisi ni Nairobi tutakaribia. Unakaribia moja karibisha. Unakaribia. Kuiba simu, mimi najua sijaibiwa simu. Bro, it's coming. Ishindwe hiyo. Nakuja. Mimi trust me na. Unajua sometimes bila kunyongwa. Kuna zingine na nyewe ni wale. Ile ni kwa nani wale? Speaking of being cold. Then it's cold. Then it's changu yo basha ile basha. Ati basha. Kwa na basha. So is this trick also nafanyaga? Unapata msee nyuma. Mbao like the two guys. Kwanza anakuja na mshabahasha. The next one anakufuata hapo mimi hapo. Bro. That's not supportable. Why not? Basically that's how I lost my phones. Your what phones? Actually, I need somebody gonna take. Kwani ndio ulikuwa umefika Nairobi? Wewe utakotaje tu bahasha tukifikiria kwa sometimes it doesn't happen so fast. Then when I realize, guy. So basically the story is the couple happens, I do drops a bahasha. Another dude anakuja kwenye. Na lazima ikonge karibu na archives audio. Ndio maana nikijapa ni bei kuna Masa uko na basha moja bro na wewe. Ni stranger. niko like mimi niko sawa na I was still in campus. So na ndani kwa ana stura kwa ina wewe mtu mpatie. Ndio ndio. Ilikuwa na pesa? Buda. Inafika hapo bila kuambia. Hapo kwa pesa inafika. Ndio yako.
So, okay, we go to the road jamaa tunaongelea hadi mshiba Asha. Yala duda na mdomo sana simeni sawa sisi tunakuletea sasa tu. Mnakuwa kana sabunza katuambia pana. Mtumisaidia hadi Asha kuna vitu very important. Mtumisaidia sana hapa hadi kwa 40,000. Hata mimi nilikuwa tunachukua mia kwa sasa hapa tunaweza tutakula vizuri. Mjama mmoja akatuambia do this kwa hii bahasha naipo sasa hapa na history hapa. So you see that hiyo task imefungwa. Hiyo task imefungwa hapo Tomboya. Yeah, hiyo yenye iko karibu na sisi. Opposite hapo ukivuka barabara. Niambia tendo ni hapo. Kule hapo 5000 yako 5000 ndio na kuni. Lakini ndio tuamini lazima tupate simu. The trick they used me huyu wa kwanza kama tulikuwa naenda alisema shika simu yangu. Eish. Omdema akamwambia. Ako like Sasa hiyo ndio tulikuwa limwani nayo. Hapana. Tuko na mdomo sana tuko na kelele. Kijana anakamitulia. Sio tuachie hapa. Kama kwa simu yangu vizuri. Shika. Actually niko na simu nyingine. Zikienda kuna 40k. Kuna 40k zikienda. Anaweza replace. Sina loss. Mimi niko tukaenda nayo kwa kanifuata. Tukaingia fast. Niko taskis. Nimeenda kupatia pesa hiyo yote na jiko mtani. Kutoka hivi nje watu walishaenda. Ndio niko na karawa hapo nikamwambia Biblia. Sawa nilichekelea kana ndani mje. Wewe ni mjinga bro. Wewe niko na mbili. Niko na nyingine. Inakaribia umefungua bahasha. Wewe fungua bahasha ndio nijue. Usisi roho inakutoka. Mimi nifungua nikapata. Kama ni gazeti zimekunjwa vizuri. Akatoa ni hapo juu. Ninyi kwa ningekuwa mwingine hapo. Sasa ulipata tena. Sasa ulikuwa na sofa. Nilikadhirika sasa Unaona ushafunza strategy. Hata unatumia strategy tu kwa mwingine hapo. Una drop. Una recover. Basically go for Nairobi. And the funniest thing is the biggest con artist wala Wasafi. Wamedunga suit. Wasafi ni wagani? Wasafi ni wagani? Nairobi wale waizi wazuri. Wale professional. Waizi wazuri. Mwenye wako na suit. Allah. Jule hautamjaji I remember that guy was so clean. Wenje mtiani skincare. Ako job. Anakujaja na glow. So sick to lazima kuonyesha hitaji hiyo pesa. Of course. Of course. Kitaka tutagawana, chukua nyo unataka. Wewe mpaka nimeanza kufikiria. Kwa je ndio ende mwezi. I shall not speak until my lawyer is present. No, like we were called by a friend. Just a simple reminder. Tell people that story of yours before I tell them. Gani? Ile mabesi yako aliambiwa mpaka ukadhalika uko pale. Bado just bili libiwa 200. Bora ulibiwa. Watu walibiwa masimu. Ni ati tulikuwa campus, alafu unajua mostly after classes tulikuwa tunaenda kucheza FIFA. Sima boys wanajua stuff. Tunaenda kuguza FIFA. But sasa hii tunaenda kuguza FIFA, tulikuwa tumelala. Ni kitu saa 4 usiku, saa 5, so tuko like tufike. Nikamsha bro, nikamwambia twende. Akasema mimi sidai kwenda. Nikamwambia wewe twende. Twende hadi ile unamchocha nitakubaya wewe, nitakubaya sapo wewe twende. Sisi tukaenda. Kufika hivi tukaanza kuguza game like 20 minutes in. Wezi wakaingia kwa hiyo spot. Ulilia. Zizi. Ndio waliingia walikuwa beba tu nini, walikuwa na magans. Tunini ndio umetatuni. Najua tujue kazi ilikuwa real. Nje wakati hata huwezi jua. So best yangu because he was seated at the entrance alichapwa na the magazine kwa mdomo.
So cause najua ninge tu lala chini. So najua ukisikia lala chini you're like let me turn. Nani anatuambia lala chini? So Beza katana kaseti sura vizuri. Alichapona hiyo nini kwa uso. Akakatika lips akalala chini, akibleed. So kitu ya kwanza bila lala chini akaamka na simu na kila kitu. Kwanza yake zilikuwa tu hapo. So akasema kila mtu simu. Simu ndio hii leta. Mimi nikachukua simu yangu. Na kwanza wakati nilikuwa na date mrembo fulani na nilikuwa namwambia nampigia after 10 minutes. Nikachukua simu yangu nikaslidisha chini ya sofa ya kugame. Wakaniambia leta simu, nikasema sikubeba. Haya. Pesa nikafungua wallet nilikuwa tu so. Beshta yangu akaambiwa pesa alikuwa ngiri 3. Yeye alichukuliwa simu na ngiri 3. Everybody else walichukuliwa simu zao, kila mtu. Una swali? Yeah. Sasa girlfriend alikuwa aje kumtanganya na mpicha tena? Zizi, unajua the thing if I tell you, but when nilimpigia after hakuwa naamini nikaweka story, but the thing ni nilikuwa na mental lie. So najua pia alikuwa sema naye alikuwa na manzi mwingine, but the thing is the reason nasema nilimwambia napiga 10 minutes ni hiyo simu ingepigwa after nimesema sijabeba, ingekuwa nimeenda vibaya. So alichukua simu akachukua PS zote. Huyo bozo PS kwanza alikuwa na unscrew PS na unajua vile zinascrew kukutwa. Aliunscrew na vidole. Hiyo ndio woga. Tulitaka alikuwa ananiambia toa hizo vitu, sasa anashindwa kutoa. Ametoa key, kazungusha itoke akamalizia na vidole kwa unscrew. Ilikuwa kijana alikuwa busy PS. Kwa busy PS tu. Na hivyo but even mimi nilichukuliwa tu 200. Yeah. Alafu kutoka wasi wananilizaniaje mimi simu yangu niko na simu. Karibu nigeuzia hapo nje. Inakanika mbona simu yako wewe uko na simu, kila mtu simu yake. Hiyo simu ilikuwa brand new. It was only 1 month old. Nilikuwa niwape hii simu na hapana. Ulikuwa umejibaia? Zisiko nimejibaia but unajua. Ungetaka kudisappoint girlfriend ndio na simu. Maybe hata game wengine unajua. But me the only in terms of kuniniwa Nairobi ndio the only story niko na. Mimi sina ingine crazy. But inakam. Hapana. Iko for kila mtu. Wewe kila mtu uko kila mtu atangusha. Si kila mtu. Sometimes they don't go looking for them, they come looking for you. I have a friend who moved into a certain area. I don't know if I should say the area or not. I won't say. You say it. I say it. Hatumjui. Alafu wase hiyo area waanza kuniattack. Mtani protect. Hakuna mtu atakuattack. So ukianza kupiga kelele tu utapata. Unaweza toa mdewani. So this guy shifted from wherever it is that he was living. He moved to some place in Kashmir. So he used to live in those houses where you have to check your house to go shower and then you come back. Okay, can English in Or single. Okay, can English in a kari. So Kama cool kid vile unasema. Ina sound ina sound LA. I'm single rooms. She's single rooms. Unasema ati zile zinapoga. He used to check. Sorry, Mariam. You need to check. Yaani watu wakachona kwa mtafuta anaharibia huko hiyo. Anaharibia kwa majina. Inakanika unatoka kwa nyumba unaenda kwa beach. Ndio biashara zetu. Sorry, maliza story. Ama niwaachi story. Maliza. So, this guy walked out akaenda kushower. Amefunga nyumba na padlock. Ameenda na kiba. So he came back to the crib. Shower na taweli yake amefungua nyumba. Vizuri tu padlock akafungua. Alifungua mlango, akaangalia ndani akafunga kwanza. Akasoma nyumba kuangalia. Mengia nyumba room. Hapa in the right house. Akafungua mlango tena. There's nothing in his house. Yeah, those minutes he was. Kwa nyumba ilikuwa nini? No, see, of course, vitu zake tu. Lakini kuulize kwani alikuwa na dakika ngapi? Kwa swali za Kenyan police. This makes sense. Imagine. Kwani unaoga dakika ngapi? Maybe alikuwa amemoja na roti na akata. Once in a while, so lazima exfoliate. Ndani yao. Mimi nina swali. Swali langu ni very simple. Kwani kuoga assuming kama ni single room, I'm sure kuna neighbor mwingine maybe anataka kutumia bathroom.
Si maybe zinapanga mob ama zinapanga mbili. So utapata swali kuna kwani ile dakika ngapi? Atapata vitu zinafanya hiyo ni uchi. Kwani nyumba ilikuwa hiyo ni zetu uchi ama neighbor. Hao ndio unajua. Hao ndio dakika 3 na kila kitu safisho hivyo. maybe ni shout for 30 minutes. I don't know. walikuwa na prepare. Unajua kuna msali mwambia I'm coming. What? History imeenda South bio. Mbona history ilikuwa kialibio? Msali mwambia House was going to clean. how far are you 10 minutes away? Okay. Acha ni shower. Dakika ngapi? Tunaweza muulize. Ameamani. Alikuwa dakika ngapi? Naweza call on set. Niweke speaker. Alafu nasema naambia watu siri zake. Listen. Execution is free. Mimi nimeibiwa mara mingi. What do you mean? Hadi Kiambu. Here? Kiambu. Oh, sorry. The first one nilikuwa fresher. Shida ndio hiyo. My first boyfriend. So Hey. Alikuwa mwizi. it was our first like Guys, Anapenda bad boys. aya, waambie story. Mimi nimeachoka kwa. You should see my man. He's a thug. So my first boyfriend ndio ilikuwa my first sleepover. Ndio sasa nilikuwa nimekubali. So nimejitea kwenda. It was a all moment. So nikajiprepare, nikatoka, nikafika pale OTC. I don't Wewe know unaishi wapi? mimi nilikuwa naishi Yeah. Sitasema. OTC gari zinaenda ngapi? No, nilikuwa sikuwa naenda kupandia OTC but nilikuwa naenda kupandia place nyingine but nilipitia OTC. Eastlands. Nilipitia OTC juu nilikuwa naishi ghetto fulani. So mimi najifanya mauru pia juu nimetembea tu vizuri relaxed. Katoi kakapita mbele yangu. Excuse me, unatumia alafu nika sense tu kitu nikashika bag. Hiyo time mimi sikuwa najua story ya kuweka bag mbele. Nimetembea tu na bag. Ndio umefika Nairobi. Ndio yeye alichukua simu na akaanza unaangalia nani. So I'm shocked bado na naangalia mtu yeye amenipigia simu. Another guy ako nyuma yangu akaniambia ukijaribu kuscream tutakustab. Mtu unaangalia nani? Yeah, so ndo stab. Yeah, so I was told watu hii utumwa juu wako rahisi ku access vitu, anaweza pita katikati na watu washuku but wanapewa security. Hapo ni wapi? OTC. Wanapewa security na the guys wako in case you scream. Places to avoid anything actually. Single risk. Wana stab by the way. Na unaona wakinotice in case unotice kuna wezi wana try kuibia another person who snitch, utaundwa vibaya sana. Jody imenikumbusha story. Bachmaliza. Yeah, so kuna hiyo the other one ni sasa after that semester I decided nitoke hostels niende kuishi nje with another lady. So tukaenda Ngara. Actually mimi ndo nilienda Ngara, nimezunguka ni hostels expensive. Nikapata hizo tule two posters. Bed sitter, single rooms nini? Bed sitter, single rooms, blah blah blah. So niko na single room it's 10,000 shillings. Nikasema nikitoa 5 the other lady 5 ita make sense na shule iko karibu, it was Nairobi Technical. Nikachukua namba nika call. So nikaambia tutakuja kesho juu the lady is from Kisumu ndo tuingie. Nikaambia sana tutakuja na kila kitu tuingie, sisi hatutaki mambo mingi, shule ni the next day. Tukakuja, dem ametoka Kisumu ana place ya kulala. Nikamwambia beba 5,000 yako na yangu. So hiyo mama, it was a lady, akasema so mtatuma pesa juu hizi manyumba zinaenda haraka. Ziko hot cake. Msipo nini zitaenda.
nikatuma 5,000 yangu ya kushikilia. Naambia acha iende. Lady wa Kisumu wamekuja, hata yeye nikamwambia tutume sasa ndo tukujiwe. Nafaka ile ngoma ya Young Dumb and Broke. Shanza kwa Delulu hadi our first house. Dem alibeba kuku kutoka Kisumu. Tushasema vile tutaipika, we had a stove. Tulika 2 hours hapo Fig Tree. Anasema anakuja. Mwishowe wakaenda off. Kila mtu analia, tushaka kutoa machozi. Wale mngechukua duka Fig Tree. Naanza kusema ndio police station tuende. Iko traumatic kwa huyu. Imagine demo kutoka Kisumu. Hata mwenye alikuwa traumatized ni kuku. Ilikuwa chini kwa keji yake huko Kisumu ipisi. Ilikuwa imechomwa kwa mafuta. Iko ready. Mko ready for swarming. So tunafikiria twende police station. Tunaona relax. Nini nikaambia my mom. Hatukutoka hapo kwanza. So my mom akacall hiyo Marie. Akaambia hii ni kazi yetu, ni kawaida, watapata tu pesa zingine. That is crazy. Okay, kwa nini unapiga hiyo mama? Okay, see we are stuck. Tushapeana pesa. I'm just saying, wanaume like we just think differently. Like wewe ungepigia best yake. Like nimekuama. Unajishida mada utapigia mada za kwa. Ni kama mtest inakwambia sisi tunafikiria kama mtest. Kwa mafresha, atujui watu stuff. Young Dumb and so my mom eventually akatuambia twende home. Tukalala home wapi? Kisumu. No. Wow bro. Umekuwa kwa historia kweli. Sisi kwa tunarudi Kisumu. Okay, kwetu ni around Nairobi. So tulikula kuku hiyo siku sasa. Lakini yo, 10,000 for. But hata iko inapita bana. Kuku inapita. Unasikia? Giritano ni mingi. 10k. Okay, 10k yote ilienda. Oh yeah. So we had to find pesa zingine tutafute. Sasa ndo tukaenda sasa ile ghetto nilikuwa naishi, that is Mathare. Huko the houses were cheaper blah blah blah. Ngara uwezi afford. Single room ni hata 20 ama 15. Yeah. Hiyo kuchak unaenda ya kuchak ni single room 20 Gs. 2015 Gs kwa Indi huko. What? Yeah. Unachak unaenda kutumia washroom. Na bathroom. Unaenda kwa jua na bathroom. Another one ni sikumalizanga shule hiyo that place, nikakuja Kiambu Institute. KIST. So me KIST. Yeah. So this is akina Chris wako KIST. Oh nice. So the first month okay, nilihostiwa na someone for like 1 month, nikashindwa. Someone. It's a family. Oh. Yeah, nikashindwa kukaa, so nika rent yangu. Nika host another lady. Kwa mjanja ndio anaweza kuhost. Wewe kwa tuma host. Host. So 1 week 2 weeks tumekaa huko Kiambu. One night mimi hata sijui what happened. So wezi wanatumia hizo madawa za kulalisha wase. So hadi the dogs zenye ziko around kwa boma, ilikuwa boma. Hiyo siku hazikusikika zikibaka. Pezo zililalishwa. Wase wameingia wakajaribu manyumba zetu. Mimi sikufunga nyumba vizuri. Oh my God. Wakakuja wakabeba laptops, simu, everything, hadi juice. Skari walibeba. Alafu I think walikuwa washajua mademu kuna vile wanekanga pesa mahali kwa mehangu.
Wapi? Unaweza kama umeweka pesa kwa nini? So nilikuwa nimeweka some savings kwa bag na nimehang kwa wall. Alichukua but kuna ngapi? Sitasema but how many digits? Zilikuwa pesa mob. For comrade ilikuwa pesa. Mimi nilikuwa nimefanya hustle zangu za DJ M-Pesa. DJ? Hapo kwa DJ tunarudi. Aturudi. Kwa TV. Tunarudi hapo kwa DJ. Pin, umepin? Yeah. Thank you. So nilikuwa save kidogo. Zilienda. Na for a moment nilikuwa nimefeel mtu ako juu yangu akitry ku reach. Ngoja, ulikuwa umelala? Yeah, wait, unaibia umelala kwa nyumba? Yeah. Si alipulizwa dawa bro. Kwa hiyo what story are you with us? Yeah, dogini fadi. Dogi zimelalishwa. Ama tuseme we can just say wewe ni wale unajua swa kizima. It's fine. No. Miss you. Like it's okay. You feel say yeah. Na bado kufeel hiyo. Kama dogi zilizima. Hata kama ni wewe. Okay. But that is crazy. Yeah, so the moment after ametoka, I think alipuliza after aliona kama nimeanza kuwa na some movement, nimeanza kufeel. Akapuliza tena nikazima. So around 5 am ninasikia ka upepo. Na walizima stima pia. So nikaamka nikafeel nikasema my roommate aliacha vile alitoka. Relax. Alifunika. Nika assume my roommate alitoka akasahau kufunga mlango, so I woke up. Ulimblame? Sikumblame. Nikafunga mlango nikarudi bed. Akaniambia nisaidie phone yangu. So alikuwa tumeka chini na charge my roommate. So mimi niki reach out chini sisikie ni cable ama simu. But ujaishu kwa roommate wako? Zi. Kwa sure? Relax. Kama si family. So nikawasha tando nichukue. Washa. Sioni gas, hata hiyo ndio kitu ya kwanza niliona. Hadi gas walibeba? Walibeba gas, sioni gas, sioni juice. Kwa lita 5. Sasa wanakata ni chino. Kuangalia hivi sasa ndio sioni cables nini. Funny thing walisahau laptop, wakabeba charger. I think niyo kuharakisha. So ndo nikamwamsha nikamwambia tumebiwa. So si tuliamsha the other neighbors hata tuwajui. So tunawashuku. Hawako wameibiwa. Hawako tunawashuku wakasema nini, tukamsha landlord bla bla bla. Chief tukaambia tuambie chief ako. Alishazoea. Oh my god. Kuna vitu sometimes unaenda kwa karauza nimeibiwa hii na hii. Wanaandikanga vitu na wanaambia so hiyo trauma kila mtu, mimi na huyo dem kila mtu akaenda kwao. On the same week Saturday nikapigiwa simu, wezi walirudi. So waliba ploti hizo ziko next kwetu na sasa wakaibia the rest of the plot. Wale nyinyi mabolo. Wanajua students wako si laptop, simu na gas. So hata watchmen walikuwa around hizo place walikuwa wamefungwa kwa mamiti. Oh my god. Yeah. Jenny. Under the first nini? I think ni walifungwa na wezi. Na walifungua room yetu tena. I think walikuwa najua ukiibiwa stuff ka hizo mzazi atakubaia gas immediately. Na maybe walikuwa wamerudia ile laptop. Wakakosa vitu za kuiba. So mimi nikatoka home nikarudi, kila mtu kwa hiyo plot alihama. Ikabidi nihame the same. That's why wezi wa urumi wangu wakishikwa. Yeah, because what kind of nonsense is that? Like sometimes unataka kuwa tu human wende wabi watu wachedi kuwachapa, lakini sasa unashangaa shwali. Hata mimi nikipata mwizi akichapa nitamchapa kidogo. But ever not sio mtu waizi ndo wanakuwa wabaya kwa the outsiders, but kwa huko kwa wanakuwa wanapendwa sana.
Na nani? Waizi. Yes. About that page tukifungia story zao. So I think sometimes kuna hivyo unasema mwizi atakuwa mwizi